Hii ni Abi Sports TZ. Asante sana kwa wewe ambaye unaendelea kuwa mwanafamilia. Kama bado pia hujasubscribe, fanya hivyo kusubscribe sasa hivi ili uendelee kuwa mwanafamilia mkubwa zaidi wa taarifa zote za kimichezo. Sasa tunatazama taarifa kutoka shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, ambapo limevifungia vilabu 7 vya Tanzania kufanya usajili wa wachezaji wapya kufuatia ukiukwaji wa kanuni mbalimbali za usajili na mikataba. Hatua hiyo imebainika kupitia mfumo wa kidigitali wa FIFA unaoonyesha orodha ya vilabu vilivyowekewa vikwazo vya usajili ulimwenguni kote. Sasa kwa hapa Tanzania, vilabu ambavyo vimekumbwa na rungu hilo ni pamoja na klabu Young Africans, na kwa Young Africans si mara ya kwanza kukutana na adhabu kama hii ya kuzuiwa kufanya usajili ama kufungiwa kufanya usajili mpaka wamalize madeni ya wachezaji wao ambao wanakuwa wamepeleka malalamiko ama makocha wao. Sasa klabu hii imefungiwa kuanzia Mei 7, yani kwamba siku kadhaa nyuma zilizopita mwaka 2026 mpaka pale itapokamilisha taratibu zote za adhabu hii. Lakini pia kwa Dodoma Jiji nayo imefungiwa kuanzia Aprili 29 mwaka 2026 kwa vipindi vitatu vya usajili. Pamba Jiji wao imewekewa kizuizi kuanzia Mei 7 na wao kama Young Africans kwa vipindi vitatu. Ken Gold imeanza kutumikia adhabu hiyo tangu Oktoba 1 mwaka 2025 kwa vipindi vitatu. Lakini kwa Fountain Gate imefungiwa mara mbili. Adhabu ya kwanza ilianza Januari 1 mwaka 2026 na nyingine Aprili 22 mpaka itakapokamilisha taratibu zote za adhabu hiyo. Kwa upande wa TRA United imefungiwa kuanzia Mei 4 mwaka 2026 na Mei 7 mwaka 2026, vipindi vitatu vya usajili. Bigman Football yenyewe imefungiwa kuanzia Machi 17 mwaka 2026 kwa vipindi vitatu. Sasa adhabu hii zinamaanisha kwamba vilabu hivi havitashiriki katika soka la usajili wa ndani wala kimataifa mpaka pale vitakavyokamilisha masharti yaliyowekwa na FIFA, ambayo mara nyingi yanahusu malipo ya madeni ya wachezaji au makocha wa zamani. Hii ni pigo sana kwa timu ambazo zinakutana na hizi changamoto. Tukianza kwenye klabu Young Africans. Young Africans kuna shida gani? Kwa sababu imekuwa ni klabu ambayo inajitokeza sana kwenye kudaiwa madeni na wachezaji wao ambao wanakuwa wamevunjana nao mkataba, lakini pia hata kwa makocha wao. Tumeshuhudia hizo kesi zikiwepo kwamba Young Africans paka wanavunja mkataba na mchezaji, hawaoni kwamba kuna haja ya kukamilisha taratibu zote za malipo, kwa sababu klabu ya Young Africans tayari ina status kubwa, na kama inajiita ni klabu kubwa, maana yake hata mambo yao yanapaswa ende kwa ukubwa. Yes, zinatokea zile za mara moja, lakini sasa kwa Young Africans kila unapofika swala FIFA kwenye masuala ya usajili na hususan masuala madeni kwa makocha wa wachezaji, Yanga itakuta. Mwaka jana tumeshuhudia hiyo, mwaka juzi tumeshuhudia hiyo. Yaani kwa kila mwaka Young Africans kumekuwa na hayo matukio. Sasa tunashindwa kuelewa kwamba Yanga ni kweli inakuwa haina pesa hiyo ya kuwalipa hao wachezaji ambao wanadai, au ni vile tu pengine kupuuzia kwamba tutaklia, ama wanakuwa wanavunja mkataba lakini mwisho wa siku wanavunja mkataba ni kama kujiona kwamba ni timu kubwa, kwa hiyo muda wote wanaweza kulipa deni na vitu kama hivyo. Na hii sasa inaweza inashusha thamani ya club kwa namna moja na nyingine, kwa sababu kama club itakuwa tu inaonekana kila wakati kwenye madeni, hata status ya wachezaji wanaotaka kuja kusajiliwa Young Africans inaweza ikapungua, ikapoteza mvuto kwamba okay, sawa, naweza nikasajiliwa pale Young Africans, lakini ikatokea labda mkataba wangu mimi na wao wakanivunjia, naweza nikaingia tena kwenye misukosuko na hao club. Kwa hiyo kuna vitu vingi. Kwa hiyo wanapaswa sasa uongozi wa Young Africans wakae chini, wachambue, wao ni club kubwa kama wanavyojiita, waangalie shida na kuwa ni wapi, kwamba mkataba unapovunjwa ni muda gani wao na mchezaji wanakubaliana kwenda kufanyaje, kulilipa hilo deni. Kwa sababu ukishavunja mkataba, wewe unapaswa kuilipa timu, kumlipa muhusika, kwamba umevunja mkataba na fulani, maana yake unapaswa kumlipa yule mchezaji, kwa sababu mkataba wako unakuwa hujaisha. Kwa hiyo umeona labda kulikuwa hakuna haja ya kuendelea naye, kwa hiyo lazima hivyo. Lakini pia pengine kuna pesa za usajili mliahidiana mpaka mkataba wake unaisha hujamlipa, lazima hiyo vitu vyote vinabidi viangaliwe, kwa sababu kama wanataka status ya klabu yao iendelee kuheshimika, wapunguze maneno kwa watu, lazima kutengeneza. Kwa sababu hii sasa wanawatengenezea story hata maadui zao, wanawatengenezea story ya kuzungumza wapinzani wao kwamba ni klabu janja, ni klabu ambayo inafanya vitu kwa ujanja, haijanyooka kwenye baadhi ya maeneo. Yes, hakuna klabu iliyokamilika, lakini kwa Young Africans kwenye hiki kimekuwa kikijirudia. Kwa maana yake
Engineer Hersi Said pamoja na uongozi wake wanabidi wakae chini watazame kwamba yes, kuna haja gani hapa ya kufanya maboresho, ili mwisho wa siku timu iweze kujua kwamba mchezaji tunapovunja naye mkataba, mchezaji tulipoingia naye mkataba, zile hela ya usajili tuhakikishe tumemlipa na kila kitu. Kwa hata anapoondoka aondoke akiwa na amani, na sisi tunabaki na amani yetu, na kila mtu aendelee na maisha yake, sio kila siku jina kuapia kule kwenye kamati za FIFA kwamba hii timu inadaiwa, hii timu inadaiwa. Kwa hiyo ngoje tuone naamini kwamba hizo taratibu zinaweza zikafuatwa na zikamaliza na mwisho wa siku kufanya usajili, lakini kuna hatari na FIFA wamenyooka. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kaja banning ambayo haijalishi kwamba wewe umefanya hivi. Kwa hiyo ikionekana na muendelezo unaweza kupigwa bani kabisa kwa muda fulani usiweze kufanya usajili. Sasa timu kama Young Africans inahitaji kila msimu kuboresha timu yao, kuboresha pengine benchi la ufundi. Maana yake ukishafungiwa ni changamoto, timu ita struggle kwenye kutengeneza timu mpya. Na kama labda ndo msimu ambao ulikuwa na uhitaji wa wachezaji ama ilikuwa na uhitaji wa benchi la ufundi, maana yake itakuwa ni ngumu. Kama msimu huu wanahitaji kufanya maboresho kwenye kikosi chao, wanahitaji kufanya maboresho kwenye benchi lao la ufundi, kutaka kocha mpya. Sasa kwa namna hii inakuwa kidogo inaleta maswali. Hii ni Habi Sports. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment.